inaenda kuleta neno hili to build a new altar, kuinua madhabahu ya Mungu. Anasema kwamba amtukuzaye yeye atanena katika madhabahu yake every day. Tunakaa katika hali ya kumjua vyema. Mimi naenda kuhubiri neno, kuinua madhabahu ya Mungu mahali hapa. Sijui wewe nitakunenea namna gani, wewe utaielewa namna gani siku hii, lakini Mungu atakusaidia. Roho wa Mungu atatutembelea, atakutana pamoja nasi. Haleluya. Katika neno hili tunaenda kulisikia kuinua madhabahu ya Mungu. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Genesis 12. Tunaenda kutana na mtu alikuwa mkamilifu. Tunaenda kunenea huyu mtu alikuwa ni mtu wa aina gani. Alikuwa ni mtu mcha Mungu. Alikuwa ni mtu righteous before the Lord. He was serving the Lord wholeheartedly. Aliweza kushuhudia yale Mungu aliweza kumwambia. Haleluya. Alimwambia na atoke katika ile nchi ya baba yake, toka uende. Akaamini. Lakini kichwa cha neno ni kuinua madhabahu ya Mungu. Haleluya. Nataka wewe tupelekane pamoja ili tuweze kujua huyu mtu alikuwa ni mtu wa kabila gani. Ni mtu mcha Mungu, aliweza kumtolea Mungu sacrifice. Haleluya. Amen. Alikuwa ni mtu mpenda Mungu na njia gani? Haleluya. Aliweza kushuhudia Mungu na njia gani? Tutamuona leo. Huyu mtu mkamilifu, Bwana aliweza kuweka ahadi zake mbele zake mwanadamu. Abrahamu aliweza kutoka katika kizazi cha Noa. Haleluya. Na akaletwa, yeye ni mbegu ya kuishi. Yale ahadi Mungu aliweza kuyaweka, aliyaweka forever. Alisema kwamba uzao wake utabarikiwa, the descendants of Abraham. Huyu mtu alikuwa ametoka sehemu za Ur, akaingia sehemu za Canaan, Shechem, a place of holiness, mahali patakatifu. Ndio maandiko yanasema yeye aliishi na kusikiza neno la Mungu, kusikiza vile Bwana alikuwa akitaka anafanye, na aliweza kufanya. Akaambiwa kwamba toa mwanao wa pekee. Akamtoa because he was righteous. Na Mungu anataka tuweze kuinua madhabahu yake. Akakubali na wakakubaliana, na wakaweza kutembea pamoja na Abrahamu. He was faithful to God. Alikuwa ni mtu mkamilifu, alikuwa man, mtu anayejua anatoka wapi. Aliwachana na zile dini zao za Judaism, akaingia katika Christianity, katika madhabahu ya Bwana. Hata Mungu, he had to wait for a man who was Moses. Kwa nini Bwana anasema atangoja? Alingoja mpaka Abrahamu akatoka mahali alikuwa, ili waweze kwenda kukutana na Bwana
face to face, na akamwahidi atambariki. Lakini conditions ziko hivi. Abrahamu alikuwa na mke mrembo sana, alikuwa mke wake kila, hata ulimwengu mzima ulikuwa ukimtamani. Haleluya! Mpaka mfalme wa Misri waliweza kumtamani yeye. Wa Misri waliweza kutamani bibi ya Abrahamu, lakini hawangeweza, because Abraham alikuwa na ile altar ilikuwa juu sana. Haleluya! Aliketi katika kusikiza, aliketi na kunyenywa na Mungu. Haya mambo nitakayo mwema ndiyo yataleta. Na Mungu sio mwanadamu aweze kuongea uongo, na ahadi zake lazima zitafika. Yeye utimiza tu. Abrahamu akawa na mke mrembo sana, lakini nyuma yake ya Abrahamu, mke wake alikuwa bali hakuwa akipata watoto. Lakini alisubiri kwa miaka, uzee ukamsonga Abrahamu, bado anashikilia imani mbele za Mungu. Anasimama katika madhabahu yaliyo hai, anasema wewe ni Mungu tu. Anatazama macho yake juu mbinguni katika milima ya Bwana, maana msaada wangu utatoka juu. Anakiri na mdomo wake, subira uvuta heri. Haleluya! Hata kama alikuwa, he was a wanderer, he was a nomad. Wale watu hutoka na kutembea kila mahali na kuweka zile hema zao, lakini Bwana anamtazama, naona kuna kiumbe changu hapa. Abrahamu akakubali, wakaweza kutembea na Mungu face to face. Lakini Abrahamu, kuna jambo moja na mtazama, he was a comprehensively, knowledge yake na understanding ilikuwa juu sana, to know whom he served. He served the living God. Aliweza kukaa katika zile njia za Mungu day to day, kila wakati aliishi na kumjua Mungu vyema. Abrahamu, nitolee sadaka, ndio Bwana anamsikiza. Mungu anatoka mbinguni. Genesis 18, Mungu anatoka mbinguni, anashuka. Tazama, Mungu anashuka kutoka mbinguni kwa ajili ya mtu mmoja tu. Haleluya! Anapita kwa Abrahamu katika zile hema, anamwangalia, anamuona mtu mkabilimu mbele zangu, nitanena pamoja na yeye. Yeye mtu generous. A generous man always prosper. Hallelujah. Alikuwa tajiri sana Abrahamu kwa mali, hata dhahabu alikuwa nazo, lakini hayo mambo yote hakuyaona. Lakini aliona Mungu akija kwake, akasimama vyema, akemwera mwali wako, karibu katika nyumba yangu, hema. Abrahamu alitazama ufalme wake pale milimani.
Hata nawe siku ya leo, tazama milima na uweke madhabahu ya Mungu mbele zake, yakaweza kuwa mikamilifu, ili uweze kutembea pamoja na Bwana. Akashuka kutoka mbinguni, akamtembelea, akamchinjia. A generous man always prosper. Alimchinjia, akamchinjia Mungu. Baada ya hayo akamnenea, akamsikiza. Baada ya kumsikiza, he was the best listener, Abraham. Na aliweza kukaa katika hali ya hospitality. Hallelujah. Alijua yale mambo Mungu ameweza kumwahidia ni mengi sana. After 2000 years, Mungu aliweza kutimiza na akaweza kufulfill the promises. Akasema kwamba atabariki uzao wa Abrahamu. Pale katika ile conversation, Bwana aliweza kuachilia baraka na akasema, Abrahamu, nitakubariki na mtoto. Kwa vile Abrahamu alijua kukaa na Mungu, aliweza kuinua madhabahu ya Mungu vilivyo, na aliweza kutembea na Mungu hata katika vita. Abrahamu aliweza kuelewa, because yeye aliweza kulelewa katika hali ya jangwani. Kwa hivyo Bwana alikuwa na ile range of a period plans, yale Mungu alikuwa ameyatengeneza, hata kama itachukua muda gani, lakini itakuja kufulfill. Hallelujah. Wajua kwamba mtu wa kwanza kuleta civilization kutoka Mesopotamia, hallelujah, he was Abraham. Yale mali alikuwa nayo, alikuwa amebeba dhahabu, alijua siri ya kukaa na Mungu, na aliweza kutembelewa na Mungu. And I want to complete this. I want to say this. In every sacrifice, in every covenant that you do, you must shed your blood. Abrahamu akaambiwa, toa mwanao. Bwana akaprovide, akamwambia ni sawa, umekubali. Lakini sauti ilisikika kutoka mbinguni ya kwamba do not harm your son. Aliweza kuandaa madhabahu ya Mungu, to prepare altar of God. Nawe siku ya leo tutakaa namna gani? Tembea na Mungu vilivyo. Abrahamu akajua haya yote, aliweza kusurvive, aliweza kukaa kama mtu ameitwa na Mungu, wakaa pamoja na Mungu. Zile ahadi aliweza kuweka, akasikiza, na baadaye akakuja kuyaweka in the right position. Nataka kusema nini leo? Choose a new foundation for humanity, and God himself atakuwa perfect to you. If you obey the Lord and you do the willing sacrifice to him, God himself
atabariki kizazi chako day by day. God will meet your destiny. God atakutana pamoja na wewe na watoto wako, kama vile Noa aliweza kufanya ahadi na Mungu. Akashed the blood. There are three things. Abraham aliweza kushed the blood. Number two, Jesus himself aliweza kuleta ukombozi on the cross. Aliweza kushed the blood. Noah akaambiwa, naenda kuangamiza hiki kizazi, tengeneza ark ili uweze kujiokoa. Akatengeneza, na baada ya hayo Bwana akaweza kumuokoa, na Noa akaweza kutoa dhabihu, akaweza kushed the blood. By shedding the blood, there are two things we ought to understand. You frontier yourself before the altar of God. Whatever you do, whatever you plan, God will minister to you. In Galatians 3, before I comprehend, in Galatians 3, 6 to 9, tunaenda kusikia, hallelujah, tunaenda kusikia kama vile Ibrahimu alivyomwamini Mungu akahesabiwa haki. Fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani hao ndio wana wa Ibrahimu. Na andiko kwa vile lilivyoona tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani, ilimhubiri Ibrahimu habari njema zamani, kusema, katika wewe mataifa yote watabarikiwa. Basi hawa walio wa imani ubarikiwa pamoja na Ibrahimu aliyekuwa mwenye imani. Those are the sons of God. Sisi ni kizazi cha Abrahamu, na Bwana amesema na ameweza kutuahidia katika Galatians, ukombozi uliletwa na Yesu Kristo. Tumwamini tu na Bwana atatenda. Tumwamini tu katika madhabahu yaliyo hai. Hata nasi siku ya leo tumekuja kama vile Paulo aliweza kushuhudia yale Mungu ameweza kutenda. Aliweza kutoa ushuhuda yale Bwana ameweza kumfanyia. Hata nasi siku ya leo tuna ushuhuda yale mambo Bwana ameweza kutenda. Katika jina la Yesu tumpigie makofi. Far and perfect, mbali na yale mambo yatatendeka. We shall remain in the foundation of the living altar for today. Hallelujah. Jambo moja tu tunaenda kukamilisha ni kitabu cha Proverbs 9, tuanzie 10 na 11. Proverbs 10, Proverbs 9 tuanzie 10. Kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima, na kumjua mtakatifu ni ufahamu. Maana kwa msaada wangu siku zako zitazidishiwa, na miaka ya maisha yako itaongezwa.
The fear of the Lord. Maandiko yamesema the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yes. And the knowledge of the holy is understanding. Abrahamu alimuogopa Mungu. Aliweza kuwa yeye alikuwa ni mcha Mungu sana. Alimpenda Mungu. Hata Yesu Kristo alikuwa mcha Mungu. Noah alikuwa mcha Mungu. Those who are righteous people. And that's why God is making a covenant between them. Anaweza kuandaa madhabahu because those people were mature. Hallelujah. And let me tell you the church. Unless tubadilike, tutoke katika ile hali ya baba zetu waliyekuwa na njia za giza, tuingie katika njia za nuru. Amen. Tutakuwa wabarikiwa sana. Bishop, God bless you. Na nitaondoka kidogo baada ya ibada kidogo tu, kabla naenda kutana na watu wengine. Bishop, naomba. Okay, let us stand with our feet. May the Lord bless you, dear ones. Amen. You are blessed of the Lord. Amen. Thank you for coming early in the morning. It is so good and pleasing God to be obedient to Him. May the Lord bless you for keeping time. Asante Mungu kwa ajili ya neno lako. Neno lako ni taa la miguu yetu. Neno lako ni kama upanga unaokata kuwili. Si ni kama nyundo neno lako livunjao mawe na kuwa vipande vipande. Si ni neno lako Baba ndio limetulete hapa. It is your word. We acknowledge because of your word. You called us with a purpose. And that's why we are here, God. Ulituita ukatuahidi. Wewe ulimwaga damu kwenye madhabahu. Likontara baby. La baraba. Thank you, Lord. Damu yako ya madhabahu. Na leo neno la asubuhi lilikuwa kuinua madhabahu. Abrahamu akawa na madhabahu na akapata kufaulu. Kumwagwa kwa damu kwa madhabahu. Madhabahu ni kitu ya maana. Aliposa tuko kwenye madhabahu yaliyo hai. Madhabahu ya damu ya Yesu. Madhabahu ya agano jipya ya damu ya Yesu Kristo. Thank you, Likontaya abarakara maikontoi avara baibi livara kara maikontoi. Thank you for making us ministers of the new covenant.
the covenant of the blood of Jesus Christ. Raising high the altar of the Most High God. Tunyenyekea, tujitakasa. Ibada hii inapoanza, ewe Bwana. Bariki wapendwa hawa wamefika, wainue. Wale wako njiani wafike, wainue. Wale wako manyumbani uwatembelee. Baba, walete tena katika madhabahu haya yaliyo hai, kwa ajili ya utukufu na heshima ya jina lako. Tembelea kila mmoja. Jinsi tumeingia, tusitoke vile tumeingia, lakini tutoke kama haja ya mioyo yetu umekutana nayo. Maisha yetu yamebadilishwa. In the name of Jesus Christ. We honor you. We contom. Libalaban. Livorobo. Livoromoe kontorobo. Ibarabai kuntaya. Livarakarabai kontorodo. Abai. Be my son by kontoi. Abba. Miae mai kontaya. Avara barabarado. Yorovom. Limarabaebi. Ba. Sarabai kontoi. Abarabai biaya. Liva. Marabarado. Inorobon. Liva la cara mai kontoi. Abba. Biae mai kontoi. Evara cara mai contaya. Ala la 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 la. Liboro borodo. Abai lobo. May the heavens come down and rain in this place, where we have an open heaven. In the name of Jesus Christ, may your presence be with us. Likontarabaino. Asante kwa sababu ya kuweka mbingu wazi. Likantarabaradam. Asante kwa sababu ya mbingu kuwa pamoja nasi. Live barakala maido. Halabaibi. La malakara maikontoro borodo. Asante kwa sababu ya uwepo wako ewe Bwana. Maana ulifika na uwepo mwingi ewe Bwana katika madhabahu yako yaliyo hai. Kabla tuingie, uwepo wako ungali unatanda katika madhabahu haya, kwa ajili ya utukufu na heshima ya jina lako. Uinuliwe na utukuzwe Mungu Bwana wa majeshi. Wewe ambaye utukufu wako watanda katika uwepo wako, utukufu wako waonekana. Meli kontoro boepi, livara karama ikontaya. Ambara baepi, livara karama ikontoro bon. Hapa ni pahali pa utukufu wa jina lako. Na kwa hivyo shame is no longer into this place. In the name of Jesus Christ. This is a glorious place. A place of honor and glory to your holy name. In the name of Jesus Christ. Livara barado. Limara karabarado. Limara barado. Livara karabaebi. Omoro koroborodo. We dismantle any kind of spirit that is against us. In the name of Jesus Christ. Any weapon fashioned against us, we silence. In the name of Jesus Christ. We destroy
of the arrows of the enemy. In the name of Jesus Christ, we cover with the blood of Jesus Christ. We lift high the altar of the Most High God, the altar of the blood of Jesus Christ, the blood of the new covenant. The blood of the new covenant of Jesus Christ. We are covered. We are more than conquerors. The power of God is working upon us, and within us we are equipped and well able to penetrate forth and to do great things for the kingdom of God in the name of Jesus Christ, because of the power of the Holy Spirit. Thank you, the Holy Spirit of God. Laid in this place, laid the Holy Spirit of God, 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 our helper, our comforter, our counselor, our intercessor, the Holy Spirit of God, laid and intercede for us. In the name of the Father, I want to bring before these people your servant, Lord. Thank you, Father, for the programmers. Thank you for those who stand before here, before you, God, before your presence, in any capacity, in every capacity, either leading, witnessing, testifying, preaching your word, even in every worship. Praise be to your holy name. May you establish unto us. May the Holy Spirit speak to us. May your power be witnessed. May you establish unto us in a special mighty way. Lady Lord, Lady Lord, Lady Jesus, Lady the Holy Spirit of God, Lady Lord, Lena, Likontoi, Livara Karabaepi, Marakarabarado, Horo Koroboekoton, Limarabai, Limarabai, Lina, Livara Karaba, Miyama Sarabai, Likontoro, Limae, Lima, my Kontoi, Bi, Masarabarado, Marakarabaedo, Mi Masarabai, Lady Lord, Lady Jesus, 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 Christ our Savior, Lady now, Likontoi, Livara Barabarabarabo, Livara Karamaikontoi, Harapaibi, Harabara Karabarado, Omoropo, Limai, 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 Limai. Thank you, the Holy Spirit of God. Thank you, Lord, for the flowing of the Holy Spirit. The presence of the Lord. The presence of God. The Most High God. Everlasting Father. The Most High God. Father. Likontoi. Libarabaradu. We worship and we thank you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Let us give Jesus, Jesus, Jesus a mighty hand clap, a big applaud, a big applaud, a big applaud in the name of Jesus.
It is 10 minutes past 10. Thank you for the first word preacher for keeping time. May the Lord bless you and be with you. We are on time, and I want to bring to you a servant of God, our treasurer, Mama Tony. Let us give Jesus a mighty hand clap. A big applause, a big applause, a big applause in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Bwana atukuzwe. Amen. Tumekuwa na wakati mzuri na kusikiza neno la Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Ametuhubiria kuhusu madhabahu. Bwana asifiwe. Amen. Nasi siku ya leo tumekuja kwa madhabahu. Tunaelekea kwenda kutoa dhabihu. Bwana asifiwe. Amen. Shukuru Bishop ametutangulia kutusaidia kutoa dhabihu. Bwana asifiwe.